alikuwa waziri wa fedha wakati huo. Maana Mzee Msuya alikuwa waziri mkuu, waziri wa fedha, waziri wa viwanda na kadhalika. Amefanya kazi nyingi. Alipokuwa tena waziri wa fedha wakati huo, mimi niko Japani mwaka 1989 au 90 hivi, kulikuwa na tatizo kidogo la mahusiano yetu na Japani. Wa Japani walikuwa wanatudai pesa nyingi na ilikuwa bado hatuwajibu vizuri katika kuwasiliana nao. Ikibidi nimwombe Mzee Msuya kama waziri wa fedha aje Tokyo, na alipokuja alimaliza tatizo. Alizungumza na Japani, tukaelewana vizuri na uhusiano wetu na Japani ukarudi katika hali nzuri. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi Mzee Msuya namkumbuka kwa karibu sana. Tumefanya kazi vizuri pamoja. Alikuwa mchapakazi hodari, ni msimamizi mzuri na mwelekezaji mzuri. Hasa nilipokuwa waziri wa biashara, yeye alikuwa kama mwalimu wangu, kwa sababu alishakuwa katika wizara hiyo kabla. Kwa amenipa mambo mengi ya kujua namna kuongoza wizara, na pia katika mambo ya kimataifa. Kama nilivyosema, Mzee Msuya ameshiriki katika shughuli mbalimbali za kimataifa kuhusu masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa maana hiyo nasema tumepoteza kiongozi mahiri, kiongozi mchapakazi, kiongozi mwadilifu na kiongozi mzalendo wa hali ya juu, na Watanzania wote tuna haki ya kumkumbuka kwa wema. Labda niseme kitu kimoja kingine. Alipokuwa waziri wa viwanda, kabla mimi sijaingia katika wizara hiyo, chini ya uongozi wa Mwalimu Nyerere, Mzee Msuya ndiye alikuwa kiongozi aliyesimamia sera ya viwanda katika nchi yetu. Yani ilikuwa inaitwa Basic Industry Strategy, namna kuweka viwanda katika nchi yetu. Na ndipo wakati kwa na viwanda vya simenti, viwanda vya nondo, kila mkoa muhimu ulipewa kiwanda muhimu cha kuendeleza. Viwanda vya nguo vilikuwa wakati wake. Kwa Mzee Msuya amechukua nafasi nzuri sana. Amefanya mambo makubwa katika kuimarisha na kujenga uchumi wa nchi yetu katika miaka alipokuwa waziri wa biashara wa viwanda na baadaye alipokuwa waziri mkuu. Kwa hiyo haya yote yanafanya Watanzania tumuombe Mungu, Mwenyezi Mungu aweke roho yake mahali pema kwa sababu ya kazi aliyofanya. Kama alivyosema Mzee Mwinyi, maisha ni hadithi. Hadithi ya Mzee Msuya ni hadithi iliyotukuka na inapaswa kukumbukwa. Asante sana. Ulijifunza nini wakati upo na Mzee Msuya kama kiongozi wa juu yako? Kama nilivyosema, kiongozi Mzee Msuya kama waziri mkuu wangu na mimi nikiwa waziri, alikuwa ni mtu mwelekezaji. Ilikuwa mara ya kwanza kushika wizara nyeti kama wizara ya biashara, wakati yeye alishakuwa waziri wa biashara na viwanda. Kwa mimi nilipoteuliwa kuwa waziri wa biashara mwaka 81, alikuwa mwalimu wangu, alinielekeza mambo kwa utulivu na kama mwalimu. Kwa alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa ni mtu mpole lakini mkali kwa kusimamia majambo ya kazi. Hakuwa na masahara, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa tayari kusaidia wasaidizi wake na bila kuwafanya wamhofu na muogope. Alikuwa kiongozi lakini pia ni rafiki na mwalimu.